Mpenzi mfuatiliaji, leo napenda kuzungumza na wale wote ambao wanajiandaa kufanya mtihani wa PMP kuwa Certified Project Managers. Wamefanya kila kitu. 35 hours zimefanyika na uzoefu unawawezesha wao kuweza kufanya mtihani, lakini kwa namna moja au nyingine wamekuwa ni watu wa kusita, wamekuwa ni watu wa kuogopa, wanajiuliza maswali mengi sana. Sasa endapo wewe ni mmoja wapo, na kuomba basi karibu kwenye kipindi chetu tuweze kuangalia mambo ya msingi ambayo unaweza kuzingatia yakakuweza kusaidia kufanya mtihani wako na hatimaye kuweza kupasi au kufaulu. Kwanza na acha kuogopa, don't be afraid. Usiogope kufeli, kwani kufeli ni nini? Katika maisha watu wengi sana wamefeli mara nyingi sana, lakini leo ukiwauliza wako wapi, wako mbali sana. Wengine ni matajiri wakubwa, wengine ni wanamichezo wakubwa. Kwa nini? Kwa sababu hata pale ambapo walikuwa wamefeli waliweza kujua kwamba changamoto ni nini, wakajifunza, wakachukua hatua, wakasonga mbele, leo wako sehemu nyingine. Kwa hiyo usiogope. Lakini kitu cha msingi cha pili na kuambia, get out of your comfort zone. Ukiwa mvivu kusoma, that's your comfort zone. Ukiwa hutaki kujituma kutia juhudi, that's your comfort zone. Wakati mwingine unapenda kulala, hutaki kuamka kufanya revision, unataka usingizi, that's your comfort zone. Get out of that comfort zone. Comfort is an enemy of progress. Chukua hiyo. Kitu cha tatu, jitahidi sana kufanya revision kwa kutumia right materials. PMI, Project Management Institute, ambao ndio wanatoa mtihani, wana materials nyingi. Moja hapo ni hizo Palm Book Guide, kuna 6th edition, kuna 7th edition. Sasa endapo wewe utafanya mtihani kabla ya Julai ambapo kuna edition nyingine ambayo itatumika, basi focus kwenye hizi edition ambazo nimezungumza. Lakini pia kuna kitabu kingine cha msingi sana kuhusiana na process kinaitwa Process Groups, a practice guide. Hiki nacho ni cha msingi sana kuweza kusoma au kufanyia revision. Lakini kwa kuwa maswali ya PMP ni combination, ni mchanganyiko wa agile na waterfall, ni muhimu pia usome kitabu kinaitwa Agile Practice Guide. Kwa hiyo ukiwa conversant na hizi materials, manake zinakuweka nafasi nzuri. Kwa hiyo ukiwa umefanya revision ya kutosha, unajiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kufanya mtihani wako na hatimaye kuweza kufanya vizuri. Lakini kumbuka, revision peke yake haitoshi, lazima ufanye mazoezi. Kuna maswali ya mazoezi ambayo yameandaliwa. Haya yanapatikana katika tool inaitwa Exam Simulator, na tool nyingine ukienda kwenye website ya PMI inaitwa Study Hall. Hizi tools mbili zote zinalipiwa, kwa hiyo unaweza kuangalia unahitaji tool ipi iweze kutumia. Lakini kwa vyovyote vile hizi tools zote zinakusaidia kwa sababu zina kila aina ya maswali ambayo yanafanana na yale ambayo utakutana nayo utakapokwenda kufanya mtihani. Kwa hiyo it means ukifanya mazoezi ya kutosha kutumia haya maswali utajiweka katika nafasi nzuri. Rule of thumb tunasema kwamba kila siku jitahidi kufanya maswali 20 hadi 50. Narudia tena, maswali 20 hadi 50. Haya yatakuweka katika nafasi nzuri. Je, haya maswali yanakusaidia nini? Yanakusaidia katika vitu viwili. Kwanza, yanakusaidia wewe uweze kujipima katika speed. Na ndugu zanguni, speed ndio kitu cha msingi sana endapo unataka kufanya vizuri katika mtihani wako wa PMP. Watu wengi sana ambao wameshindwa kufanya vizuri katika mtihani wa PMP, ukiwauliza watakwambia kwamba tulishindwa kumaliza maswali yote. So you need to improve your speed. Ukiwa unafanya mazoezi haya, unajuaje kama you have a good speed? Kwanza unaona kama katika maswali ukifanya mtihani ambao ni timed, labda maswali 50 timed, ukimaliza kwa wakati maswali 50, maana yake kwamba you have a good speed. Ukikuta kwamba hujamaliza kwa wakati yale maswali, maana yake your speed is not good. Kwa hiyo you need to work on your speed. Lakini kitu cha pili ni accuracy, kwamba uwe na usahihi wa yale majibu ambayo unatoa. Kumbuka hata katika mtihani wenyewe kwamba wanakupa swali lakini lina options 4 za majibu. Kwa hiyo lazima ujifunze jinsi gani ya kuweza kutafuta best of the best au correct answer kati ya hayo maswali majibu 4.
Na hiyo inatokana na vipi? Lazima ufanye mazoezi ya kutosha. Ukifanya mazoezi ya kutosha, unakuwa una improve kuweza kujua kwamba mitego ya maswali iko wapi. Kwa hiyo ukiwa na speed na accuracy, manake tayari umejiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kufanya vizuri. Zaidi ya hapo, kuna kitu kingine cha msingi sana. Bila hicho kufaulu mtihani ni changamoto. Tunaita kitu kinaitwa mindset principles. Ndugu zanguni mnaojiandaa kufanya mtihani, jitahidi usome hizi mindset principles. Zipo. Ukisoma hizo zitakusaidia, zitakurahisishia uweze kujua maswali mitego iko wapi na jinsi gani ya kuweza kwenda kufanya mtihani kwa haraka zaidi na kuwa accuracy. Niwape mfano. Moja ya mindset principles inasema hivi: don't provide a solution of a problem without understanding or assessing the situation, understanding the problem. Usitoe maamuzi bila kuweza kujua kwamba situation ikoje, bila kuassess hali ilivyo. Ndio hapo project manager unaweza kufanya maamuzi, unaweza kufanya action. Kwa hiyo that's one of the mindset principles. Kwa hiyo ukizielewa hizi mindset principles kwenye zile scenario questions, inakuwa rahisi sana wewe kuweza kung'amua majibu ya mitihani na hivyo kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kufanya vizuri. Kitu kingine ambacho inatakiwa unapaswa kuzingatia ni kufanya mazoezi ya ile mitihani ya muda mrefu. Mitihani ile ya masaa 4 non stop bila kupumzika. Hiyo inapatikana katika hiyo exam simulator, lakini pia inapatikana katika hiyo study hall. Kule ndani kuna maswali ambayo yanaendana na ule mtihani wenyewe ambao utaufanya. Kwa hiyo unafanya kwa masaa 4, takriban masaa 4 bila kupumzika. Je, hiyo inakusaidia nini? Hizi full exams zinakusaidia katika mambo yafuatayo. Kwanza, speed. Inakusaidia kuweza kujua speed yako ikoje. Ukiona unafanya ile mitihani na unamaliza maswali yote kwa wakati, maana your speed is good. Kitu cha pili tunazungumzia accuracy, usahihi wa majibu. Ukiona unafanya ile mitihani na unapata majibu mazuri, manake hiyo accuracy yako iko vizuri. Kwa mfano, wanasema kwamba kila mtihani ambao utafanya, ukifanya ukapata majibu 75% kuendelea, manake umejiweka vizuri katika kufanya vizuri katika mtihani wako. Kwa hiyo inakusaidia kwenye mambo ya accuracy. Lakini kitu kingine cha msingi ambayo ili full length exam inakusaidia ni strength, au tunasema stamina, au tunasema nguvu, au tunasema ustahimilivu. Kwa sababu mtihani wa PMP kwa kweli unakaa muda mrefu. Maswali 180, kukaa kuweza kufanya maswali 180 ni changamoto sana. Lakini haitakuwa changamoto sana kama utakuwa umeshazoea kufanya hizi full length exams. Manake sasa unakuwa una stamina nzuri ambayo siku ya mtihani ukienda kwako inakuwa sio changamoto sana. Uzuri ni kwamba ile mitihani ya PMP maswali 60 ya kwanza, afu na dakika 10 za kupumzika ambazo ni option, alafu unakuja maswali 60 mengine dakika 10 za kupumzika, alafu unakuja kumalizia 60 yaliyobaki. Kwa hiyo bado itakusaidia hii, kwa kuwa unakuwa umeshazoea kukaa kwa muda mrefu, itakusaidia kukaa kwenye kiti na kuweza kuhakikisha unafanya vizuri haya maswali bila ku lose concentration, unakuwa una nguvu na stamina ya kukaa muda wote. Lakini kitu kingine ambacho nakushauri mtu ambaye unajiandaa kufanya mtihani wako wa PMP ni kwamba kule mtaani kule kuna watu wengi ambao tayari ni certified professional project managers, ma PMP wako kule, wengi wameshafanya mitihani hii, wanajua changamoto zake. Wengine wameshafanya mara ya kwanza wakapass, wengine mara 2 wakapass, wengine mara 3 wakapass. Kwa hiyo kuna a lot of experience. Kwa hiyo nakushauri kwamba watafute hawa, watakusaidia, watakuwa ni mentor wazuri, watakuwa ni makochi wazuri. Kwa hiyo ukitaka kujifunza zaidi juu ya mbinu za kufaulu mtihani huu, na kuomba usubscribe katika kipindi chetu, kwa sababu katika kipindi kinachofuata nitakuwa nina share experience yangu on how I passed my PMP exam. Ukisubscribe unaweza ukajifunza, ukaweza kuokota mawili machache ambayo yatakusaidia kufanya vizuri. Kwa sasa asanteni sana na tutaonana siku nyingine.